Habari zenu ndugu watazamaji wa channel hii ya Jibambe TV Kenya. Leo nimerudi tena pia kwa somo ambalo ni muhimu na litawasaidia popote mlipo pale. Basi hili somo la leo ni la wale akina baba ama wanaume, wale ambao kwamba wanajiona kwamba wao wana maumbile madogo na inakuwa ni tishio kwao. Basi mimi nataka niwapatie hii somo ambalo litawasaidia kurefusha maumbile yao kwa njia iliyo salama bila kuwa na madhara yoyote. Kurefusha maumbile na pia vile vile maumbile yawe ni yenye kunenepa. Je, ni njia gani ambao kwamba utaifanya ili uweze kurefusha maumbile yako ya kiume? Ndugu mtazamaji, popote ulipo, nisikilize kwa umakini ili upate faida hizi ninazo kutajia. Kwanza nataka utafute mti unaoitwa mwegea. Mti wa mwegea nadhani wengi wanaofahamu, na ni mti ambao kwamba ni maarufu sana. Mti ambao kwamba una matunda yale yake makubwa sana, humea matunda makubwa. Ni mfano wa mti wa mbuyu, lakini sio mbuyu, ni tofauti kidogo. Matunda yake huwa ni marefu na huwa ni makubwa sana, mti huu wa mwegea. Mti wa pili nataka utafute mti wa bamboo stick ama bamboo stick. Bamboo stick ni mti unaoitwa kwa Kiswahili mwanzi. Bamboo stick ni jina la Kizungu na mwanzi ni jina la Kiswahili. Kama sijakosea, nafikiri mmenielewa kwa hapo. Utakapopata mwanzi, mti wa mwanzi ama bamboo stick, nataka utafute yale majani yake ya mti wa mwanzi, yale majani ambayo ni machanga. Yale majani ambayo ni machanga, sio yale mapevu sana, majani ambayo yanaonekana ni machanga, majani ya mti huo wa mwanzi. Upate na majani hayo ya mti wa mwanzi ya kutosha. Utachukua saizi yako ile unaotaka wewe mwenyewe. Vile vile pia mwegea, utachukua magamba yake ya mti wa mwegea. Utaenda uchume magamba ya mti wa mwegea. Nini utafanya ukishapata hivyo vitu viwili? Utarudi hadi nyumbani na magamba ya mti wa mwegea na vile vile na majani ya mti wa mwanzi. Utachukua magamba kiasi ya mti wa mwegea na majani kiasi. Utachukua maji kiasi cha robo lita. Utachemsha ama lita moja. Utachemsha, utachanganya, utaweka kwa sufuria, utachemsha dawa yako hii. Majani ya mwanzi na magamba ya mti wa mwegea utachemsha. Utaweka maji lita moja, utachemsha hadi iive, kama vile unavyopika chai ama kama vile unavyopika mboga. Lakini hiyo itakuwa ni dawa ya kukutibia ama kukuongezea maumbile kwa njia moja ama nyingine. Basi ikishakuwa tayari dawa yako, utaiepua chini, utaiacha kwanza ipoe, iwe vuguvugu. Ikishakuwa vuguvugu, hakikisha kwanza utapata mafuta
ya nazi ama mafuta ya zeti. Yale ambayo utapata, basi utaanza kujichua na mafuta kwanza hayo ya nazi ama ya zeti kidogo kidogo, hali ya kwamba unachua kuanzia kwa shina huku ukienda mbele, kuanzia kwa shina ukienda mbele kidogo kidogo, taratibu taratibu. Sio hali ya kwamba unajichua, hali ya kwamba unajitibu. Toa zile hisia za kwamba unafanya punyeto. Usiwe na hisia za kwamba unafanya punyeto. Kuwa na hisia za kuwa unajitibu. Unaanzia kwenye shina huku kuenda mbele kichwani, taratibu taratibu, kiasi cha muda wa dakika 5 ukitumia mafuta ya nazi ama mafuta ya zeti. Ukishamaliza hapo, utachukua yale maji yako ambayo umeyachemsha ya mti wa mwegea na mti wa mwanzi. Yamekuwa vuguvugu pale, sasa pia nayo utakuwa unajimwagia katika uume wako kidogo kidogo, huku unajikanda kanda hivyo hivyo. Ukijikanda unatia tu maji yako katika kikombe chochote kile, kwa sababu hiyo ni dawa, sio sumu. Mwegea ni kitu watu wanaweza wakanywa, sio kama ni sumu. Hiyo ni dawa, lakini hiyo ninajitibu kwa njia nyingine. Kwa hivyo utakuwa unajikanda kidogo kidogo, na hayo maji ya vuguvugu. Utajikanda hivi kama dakika 10 mpaka dakika 15. Hapo utaacha zoezi hilo. Kama utakuwa umefanya asubuhi, basi utafanya pia jioni. Utafanya hili zoezi kwa muda wa mwezi mmoja ama wiki 3. Ndugu yangu, popote ulipo, hii faida nimekupatia bure. Jaribu, utanikumbuka popote ulipo. Utanikumbuka na utaona kweli dawa zangu huwa ziko simple, lakini zinafanya kazi. Jaribu dawa hii ya mwegea na mti wa bamboo stick ama mwanzi. Kadri utakavyofanya, ndio hivyo utakavyokuonyesha maajabu ya wewe kuwa na sehemu ile ambayo kwamba ulikuwa unatamani, na basi itakuwa vile unavyotaka wewe mwenyewe. Urefu utakuwa upo na unene pia utaongezeka kwa muda wa polepole. Si ati ufanye leo na kesho tayari uone mabadiliko. Nimekupa muda wa wiki 3 ama mwezi mmoja. Fanya zoezi hilo asubuhi na jioni kila siku, usikose. Utanikumbuka na utajua kweli mimi nawafundisha vitu ambavyo ni vya uhakika. Kama wewe ni mgeni katika channel hii ya Jibambe TV, na kuomba fuatilia channel hii, subscribe channel hii, na utapata kujifunza mambo mengi yanayotokana na miti unayoiona lakini haujui faida zake. Basi utajifunza katika channel hii ya Jibambe TV Kenya. Nawapenda nyote na nawatakia Mwenyezi Mungu awe ni wenye kuwakubalia kile ambacho kwamba nitawafundisha, muwe ni wenye kusaidika na kupona. Nawatakia siku njema na karibuni sana katika channel yenu ya Jibambe TV Kenya. Habari zenu ndugu watazamaji wa channel hii ya Jibambe TV Kenya. Leo nimerudi tena pia kwa somo ambalo ni muhimu na litawasaidia popote mlipo pale. Basi hili somo la leo ni la wale akina baba ama wanaume, wale ambao kwamba wanajiona kwamba wao wana maumbile madogo na inakuwa ni tishio kwao. Basi mimi nataka niwapatie hii somo ambalo litawasaidia